wakili. Naona safi sana kijana wangu. Unajivunia kijana wangu, tulipokea akiwa kadogo sana. Sasa hivi tunampendeza hata mahakamani kwenda kumtetea. Ya pili tofauti. Sisi tunatangaza kama ambavyo Mungu alianzia pale bustani ya Eden. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunaye binti yetu, naye ni hapa Rebeka Magaji, wakati anakuja vigelegele na shangwe, vigelegele na shangwe. Hawajafika tena jamani. Kachelewa, anapenda haraka sasa. Mpaka anamwacha mpambe wake jamani. Haya, tumekusamehe binti yetu, tumekusamehe. Nenda tu taratibu. Umemwacha mbali sana binti yetu. Jamani, mbele tunapoona ni kijana wetu Dillon na kushoto kwake yuko binti yetu Rebeka. Leo ndipo wanaotangaza uchumba. Kwa hiyo mmeshawaona, waangalie mbele, na nitaomba labda na mchungaji na anapiga basi, mchungaji saidizi asi ya watu baraka. Angalieni kwenye madhabahu. Nipate mali nyingine, yuko na Profesa Datsan. Naona walivyoona jamani. Dini na Datsan leo wapate zawadi. Nilikuwa na zawadi ya watu wawili tu, sasa inabidi na binti yetu, kumbe basi watagawiwa na hao wameongezeka wengi sana. Mimi tukalita wataongezeka. Sasa maiki tuone, mpe maiki. Sasa niwaulize mbele za watu wote na mbele za umati. Je, Dillon, unaahidi kwamba huyu Rebeka ndiye mwanamke ambaye utaoana naye? Unaahidi kuutunza utakatifu wako kwa Mungu na kujiweka wakfu ukisubiri kufunga ndoa takatifu na huyu? Kama ndivyo sema ndiyo, na Mungu anisaidie. Ndiyo, na Mungu anisaidie. Unaahidi kwamba huyu Dillon ndiye mwanamume ambaye utaoana naye? Unaahidi kutunza utakatifu wako kwa Mungu na kujiweka wakfu ukisubiri kufunga ndoa takatifu na huyu? Kama ndivyo sema ndiyo, na Mungu anisaidie. Ndiyo, na Mungu anisaidie. Sasa niwaulize, una thamani gani au kitu gani cha kuthibitisha hii ahadi ambayo au
agano ambalo unalifanya leo la uchumba na wanayo pete. Basi nachukua pete jamani, wanayo pete, mnaiona na ina jicho na kumulika. Hata Dillon akiwa kule Tanga, Rebeka yuko hapa, hii inamwakilisha kwenye simu yake kwamba kuna mtu anamendea shimo feni na atampigia simu mara moja kumwambia hiyo shimo feni, mwambia ate mara moja na macho gololi ile kugondoa. Mnaona watoto wameshawekwa stoku sasa hivi. Kwa hiyo wanayo pete nzuri ya dhahabu, tunapenda kuiweka watu ili kabla hajamvisha. Hebu tuishike pete hii tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa ajili ya vijana wetu Dillon pamoja na Rebeka. Iko pete ambayo wamelete mahali hapa. Bwana Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, ukaitakase pete hii. Imetengenezwa na wanadamu. Bwana, mkono wako ukaitakase kwa ile damu ya Kalvari, kwamba anapokwenda kuvaa binti huyu, popote atakapokwenda, awe ni ushindi unaoonekana kutoka kwako na amani na utulivu. Tunaitakasa pete hii kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Wote tuseme amen. Sasa mwangaliani hapa we pete, alafu utamuinua mkono wa kushoto, mkono wa kushoto wa pete. Sema maneno haya badala yangu. Wakati pete iko pale sasa, wakati natamka kwa pete hii, kwa pete hii, na kuahidi wewe Rebeka, na kuahidi wewe Rebeka, kwamba nitakuoa, nitaoana na wewe, kwamba nitaoana na wewe. Namuomba Mungu anisaidie niitunze ahadi hii. Akiwa hapo ameushika mkono, mpe huyo, anatamka akiwa hapo kwa heshima, anasema kwa pete hii niliyopokea, ninakuahidi wewe Dillon, kwamba nitaoana na wewe. Namwomba Mungu anisaidie niitunze ahadi yako. Msiangalie huko tena, mshawaambia hawa mafundi mitambo siku ya nani hizi spika mmeweka karibu. Sasa natakiwa kidogo kwamba tasogea kidogo hapo juu, naweza kusumia sana, weka goti hapo. Baba yetu na Mungu wetu, angalia uchumba huu uliotangazwa mbele za kanisa lako na mbele ya madhabahu yako, kati ya Dillon na Rebeka. Baba, ndivyo tunapoweka mikononi mwako. Hii inaashiria harusi iko karibu, na sisi tuko tayari kushiriki. Mungu, uwepo wako ukaambatane nao, neema yako ikajidhihirishe, utukufu wako ukatende. Mungu, wakati wote wanapongojea mambo haya mazuri kwa ajili ya uwezo wako, utawagusa kwa mguso wa mbinguni na kuwapa amani. Utawawezesha fedha na dhahabu ni mali yako, ili wapate kuona hiyo fedha waipokee, ili Mungu iwasaidie kutenda makuu. Lakini zaidi sana, roho ya hekima na maarifa ikakae juu yao, itakayowaongoza katika njia zote. Tunawaacha
mikononi mwako wakati huu wakingoja siku hiyo ambayo itaunganishwa. Ni katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Amen. Tuone ni kitu gani? Basi ni saa nzuri, tutamvalisha hapo sasa hivi, alafu tuombe. Mnaona jamani, zawadi ya binti sio mchezo. Hii saa hata mapigo ya moyo yanapima presha na nini. Naona kama presha iko vizuri. Baba yetu bado uko mbele zako Bwana. Wewe unaipenda, wewe unaidirika, wewe unaonekana. Asante kwa ajili ya saa hii yenye kutengenezwa na wanadamu, lakini saa hii tunaikabidhi kwako Baba, ukaisafisha kwa ile damu ya Kalvari, na kwamba iendelee kuwa nzuri na iendelee kuwa ushuhuda katika wakati wote, wakati tunangoja Baba kuhitimisha harusi yenyewe pamoja na yote yaliyoko mbele yetu, katika jina la Yesu tunaitakasa kwa damu ya Yesu. Amen. Sasa kwa saa walishe sasa Yesu na zawadi hao walishe alisikia hiyo tena itakiwa ya samadi sana. Makofi na vigelegele kwa Bwana. Haleluya. Harusi mtarajiwa anayetangaza uchumba ana zawadi kwa ajili ya binti au mchumba wake. Hebu tuone zawadi hiyo. Amejiandaa. Mikufu miwili. Mikufu miwili nayo kitakasa kwa damu ya Yesu. Ni vizuri. Kuelekea ukamilifu. Mungu wa mbinguni, tunawakabidhi mikononi mwako tukiamini kuwa wewe ndiye unaanza nao, na wewe ndiye utakayetembea nao, na wewe ndiye utakayemaliza nao. Mungu wa mbinguni, mashambulizi yote dhidi ya watu wasiofaa, mashambulizi yoyote ya kiroho, nguvu zisizofaa, wewe unaziona na unaweza kupambana nazo na ukaziweka kando nao. Na weka mikononi mwako Kristo Yesu, damu ya thamani yako Kristo Yesu iliyomwagika pale msalabani, ikawafunike, ikawalinde, ikawatetee, ikawasaidie, na wao waione kuwa ni thamani katika maisha yao, na waione kuwa ni chanzo cha mafanikio yao. Nguvu ya uwezo na mamlaka yako iwe Roho Mtakatifu, siwaache bali tembee nao katika hatua zao, katika mwanzo huu hata mwisho ule. Katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, nimeomba na kuamini. Wote tuseme amen.